Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kufunga mwezi wa Rajab au kukithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Rajab ni sunna au ni bid'a? Katika nyakati tulizonazo, baadhi ya watu wamekuwa wakiwakataza watu kukithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Rajab, huku wakidai kwamba ni bid'a kufunga au kukithirisha kufunga katika mwezi wa Rajab. Sasa tuangalie katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, kukithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Rajab ni bid'a au ni sunna? Jawabu ni kwamba kukithirisha kufunga katika mwezi wa Rajab ni sunna, na ni jambo ambalo masahaba walikuwa kilifanya kwa wingi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko hai na alilikubali hilo, na kwa hivyo ni sunna iliyothibiti na ni kitendo cha masahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wakifunga, wakikithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Rajab. Kwa hoja gani au kwa dalili gani mpaka tunasema kwamba ni sunna kukithirisha kufunga katika mwezi wa Rajab na masahaba walifanya hivyo? Kuna hadithi sahihi ambayo ni maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Usama ibn Zaid. Usama anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu anamuuliza Mtume, anamwambia, ya Rasulullah, sija kuonapo kufunga zaidi ya unavyofunga ndani ya mwezi wa Sha'ban. Yani katika mwezi wa Sha'ban unafunga sana kuliko miezi mengineyo katika funga za sunna. Hapa Usama ibn Zaid anamuuliza Mtume kuhusu kukithirisha kwake kufunga ndani ya mwezi wa Sha'ban. Sasa angalia jibu alilolitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Mtume anamwambia Usama, anamwambia kinachonifanya nikithirishe kufunga mwezi wa Sha'ban ni kwa sababu huu ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, uliopo baina ya Rajab na Ramadhan. Huu ni mwezi ambao watu wameghafilika nao baina ya Rajab na Ramadhan. Angalia haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Huu mwezi wa Sha'ban mimi ninaufunga kwa wingi kwa sababu ni mwezi ambao watu wameghafilika nao baina ya Rajab na Ramadhan. Yaani maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaashiria kwamba mwezi wa Rajab watu hawajaghafilika nao, wanafunga kwa wingi sana sunna ndani yake, na mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao watu wanafunga fardhi, wanafunga mwezi mzima kwa sababu ni lazima. Lakini huu mwezi wa Sha'ban watu kidogo hawakutilia umuhimu sana, na kwa hivyo kitendo changu cha kukithirisha kufunga katika Sha'ban, nataka niwazindue watu kwamba pia wakithirishe kufunga ndani ya Sha'ban kama vile ambavyo wanakithirisha kufunga kwenye Rajab na wanakithirisha kufunga kwenye Ramadhan. Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoonyesha kwamba masahaba walikuwa wakifunga kwa wingi ndani ya Rajab na wakifunga kwa wingi ndani ya Ramadhan. Sasa mtu anaweza akasema huenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa aliposema mwezi wa Sha'ban ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, alikusudia makafiri, kwa sababu katika wakati wa ujahiliya makafiri walikuwa wakiutukuza mwezi wa Rajab na wakichinja kwa ajili ya kuadhimisha mwezi wa Rajab, na vile vichinjo ambavyo wakiita al-atira. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akaja akakataza, akasema la far'a wala atira. Sasa mtu anaweza kusema kwamba hii Mtume alimaanisha makafiri ambao ndio waliokuwa wakitukuza mwezi wa Rajab. Jawabu, hapana, kwa sababu kama Mtume angelikuwa anawazungumza makafiri angeliwazungumza tu kwamba walikuwa wanaadhimisha Rajab. Lakini hapa kasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan.
Huu ni mwezi ambao watu wameghafilika nao baina ya Rajab na Ramadhan, yani wana uheshimu mwezi wa Rajab na wanafunga sana, wanafunga ndani ya Ramadhan, lakini wameghafilika kidogo ndani ya Shaaban, kuonyesha hawa ni masahaba, kwa sababu makafiri hawautukuzi mwezi wa Ramadhan. Lakini hapa kasema baina Rajab wa Ramadhan, kuonyesha kwamba hawa ni masahaba, na ndivyo ulama wanavyosema. Ukirejea katika Nailul Awtar ya Imam Ash-Shawkani juzu ya 4 ukurasa wa 293, anasema al-Imam Shaukani, almuradu bin nasi as-sahaba. Hapa makusudio ya watu waliowataja Mtume ambao kidogo wanaghafilika na Shaaban ni masahaba, na kitendo chake hiki alitaka kuwazindua. Imam Ash-Shaukani rahimahullah kaendelea mbeleni akasema, annahu yustahabbu sawmu Rajab, inasuniwa kufunga mwezi wa Rajab, lianna dhahira, kwa sababu dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, anna almurada annahum yaghfuluna an ta'dhimi Sha'ban bisawm kama yu'adhimuna Ramadhana wa Rajaban bih. Anasema Imam Shaukani, makusudio ya hadithi ni kwamba hawa masahaba wanaghafilika kidogo kuutukuza mwezi wa Sha'ban katika kufunga, kama vile ambavyo wanauadhimisha, wanautukuza mwezi wa Ramadhani na Rajabu pamoja katika jambo la kufunga. Hayo ni maelezo ya Imam Shaukani. Lakini pia ukirejea katika Sharh Sunan Abi Daud juzuu ya 10 ukurasa 278 ya Shihabuddin Ar-Ramli rahimahullah, anaitafsiri Imam Ramli hii hadithi, anasema liannahu shahrun yaghfulu anhu likaunihi baina shahrayn adhimain Rajab wa Ramadhan, fayashtaghilu an-nasu bihima anhu fayasiru maghfulan anhu. Anasema Mtume alichokikusudia ni kwamba huu mwezi wa Shaaban watu wameghafilika nao, ambao uko baina ya miezi miwili mitukufu Rajab na Ramadhan. Watu wanashughulika kwenye miezi hii miwili ya Rajab na Ramadhan katika swala la kufunga, lakini wanakuwa ni wenye kughafilika na mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ulama wanaeleza wazi wazi kwamba makusudio ya Mtume katika hadithi hii ni kwamba masahaba walikuwa wakiuadhimisha sana mwezi wa Rajab na wanafunga ndani yake, kadhalika wanauadhimisha sana mwezi wa Ramadhan na wanafunga fardhi ndani yake, lakini kidogo wanaghafilika na mwezi wa Shaaban. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha kwake kufunga Shaaban ni kama vile anawazindua kwamba na Shaaban ni muhimu sana kukithirisha kufunga ndani yake. Imam Al-Izz ibn Abdissalam alikuwa akiwakemea na akiwakosoa vikali wale watu wanaowakataza watu kufunga mwezi wa Rajab. Yani Izzu ibn Abdissalam rahimahullah alikuwa akiwakosoa vikali wale watu ambao wanawakataza watu eti msifunge, msikithirishe kufunga ndani ya mwezi wa Rajab. Utayaona haya katika Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyya yamekuja. Sasa ameeleza Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hii hadithi ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba kufunga mwezi wa Rajab ni sunna na wala sio bid'a. Hadithi ya kwanza ni hiyo. Lakini hadithi ya pili ni ule ujumbe ambao aliupeleka Bibi Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha. Bibi Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha alipeleka ujumbe kwa Sayyiduna Abdullah ibn Umar, nayo ni hadithi sahihi maarufu. Abdullah ibn Umar aliletewa ujumbe, na aliyetumwa ni nani? Ni mtumwa wa Bibi Asma bintu Abi Bakr ambaye anaitwa Abdullah. Bibi Asma bintu Abi Bakr kamtuma Abdullah apeleke ujumbe kwa Ibn Umar. Ujumbe wa Asma unasema kumwambia Abdullah ibn Umar, balaghani annaka tuharrimu thalatha, imenifikia habari kwamba wewe Ibn Umar unaharamisha mambo matatu: al-alama fi thawbi wa mitharat al-urjuwan wa sawma Rajabi kullihi. Kwa hiyo Abdullah akapeleka ujumbe kwa Ibn Umar. Bibi Asma anamwambia Ibn Umar kwamba nimepata habari kwamba wewe Ibn Umar unaharamisha mambo matatu: unaharamisha al-alama fi thawb, kutia utepe au mstari kidogo wa hariri katika nguo, lakini pia unaharamisha mitharat al-urjuwan, manake ni masoji, tunasema masoji yanayowekwa kwenye mnyama ili mtu anayepanda yakalie, ambayo yametengenezwa kwa pamba na hariri kidogo, unaharamisha.
lakini pia vile vile unaharamisha kufunga mwezi wa Rajabu wote. Huyu ni bibi Asma bint Abi Bakar anapeleka ujumbe kwa Abdullah ibn Umar kwamba wewe unaharamisha haya mambo matatu. Sasa Abdullah ibn Umar akapinga, akasema kuhusu suala la kufunga mwezi wa Rajab. Akasema Abdullah ibn Umar kumwambia Abdullah kwamba mfikishie ujumbe Asma bint Abi Bakar, wa amma ma dhakarta min Rajab fakaifa man yasumul abada, ama yale uliyoyataja kuhusu Rajab kwamba mimi nakataza watu wasifunge Rajab, ni vipi kwa yule anayefunga milele, anayefunga siku zote? Akimaanisha Sayyiduna Abdullah ibn Umar kwamba mimi sikatazi watu kufunga Rajab kwa sababu mimi mwenyewe nafunga sunna katika miezi yote. Sasa ni vipi mtu anayefunga siku zote sunna akakataze watu kufunga ndani ya Rajab? Ni kama hivi majibu yake yanaashiria Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Lakini hoja madhubuti hapa ni hii kauli ya Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha kumwambia Ibn Umar, nimesikia kwamba unaharamisha kufunga Rajab na ni makosa kufanya hivyo. Kwa hiyo hii ni dalili nyingine kwamba kufunga Rajab na kukithirisha ndani yake ni sunna na wala sio bid'a.